So as soon as nimeingia kwa nyumba na nimerealize that hizo maharufu zao ziko kwa nyumba yangu, tayari kwanza sweat ya caretaker, alafu sasa ile perfume sijui ya Poison ama ni Cobra ya msichana wa kazi wa neighbor, hizo harufu mbili, alafu pia nini footprints za na maviatu manini uchafu yani kwa nyumba. Nikaamua let me now check the footage yenye kamera yangu ya laptop ilikuwa imechukua. Of course I wasn't going for the video. I just wanted to be 100% sure this caretaker has been accessing my house without my permission. Now, mimi ndo huyo nimefungua laptop yangu, and then it didn't take long. Kumbe immediately after nimetoka hivi, huyo caretaker na yule msichana walikuja kwa nyumba yangu. There's something that okay, acha nisikasirike sahi. Kumbe wakati ambao nimetoka tu hivi, it didn't even take long. Hata ni kama tu alikuwa anangoja nitoke, alafu caretaker kuja na ile funguo yake spare ambayo niliambiwa hakuna, na akuja na huyo msichana wake sijui wakulanie huko. Uzuri nilikuwa nimelock ile mlango ambayo inaweza access all other rooms. Oh god, I said all other rooms. So god. So nimefungua sasa footage. I'm just watching and I'm just like in disbelief, because for starters sikuwa najua mse anakujanga kukulia huyu demu huku. Can you imagine caretaker aki-access nyumba yako, alafu on the highest level of disrespect anakuja kumdaria huko? Is it kumdaria ama kumdara? Kumdara like when a guy na nini anashikashika dem matiti na haga ziko. Yeah. So kumbe that's what they had been doing all along, and I don't know, and they were also like trying to like access other things, and unfortunately, oh my god, nilikuwa nimesema kwamba nilikuwa nimeacha sitting room yangu ikiwa very untidy because I just wanted like a distraction, ndo wasiangalie hata laptop, you know, wasione kwamba ina record, and then maybe hata labda waipasue or something like that. So mimi kitu nilifanya nilikuwa naona wanakaa kwa kiti wanaangalia, sijui kama walikuwa natarajia labda nimeacha pesa pale, and then kidogo mtu ameenda sijui pale nyuma ya laptop ameangalia. Okay, I would assume ni nyuma ya laptop because laptop ilikuwa like kwa kitu kama like just a flat surface. So I would assume ilikuwa nyuma ya laptop, ama labda walikuwa nataka kitu kutoka pale, na pia wifi ilikuwa pale. So nilikuwa like okay, what is this guy looking for? Ama labda natafuta zile funguo ambazo zitaweza kufungua the other room. So when I got the full evidence ya kwamba this guy normally has access to my house, nilipiga simu na nikamuuliza yule landlady. So I had to like raise tantrums ili waweze kunifukuza kwa hiyo nyumba, because I could not give a notice. Kama ningepeana notice na this guy has been accessing my house, na pia amekuwa akiassume that I'm living alone and maybe my parents are not around, and maybe na pia amekuwa akiassume that I'm a young girl, probably something would have happened kama angejua kwamba nimepeana notice. So sikuwa nataka kupeana notice. Besides, nilikuwa hata nimechoka kuishi kwa hiyo place. Again, there's just something about you keeping quiet about what you know. Mimi hawakuwa wanajua kwamba najua they access my house when I'm away. So even if they had planned anything against me, which I think they had planned against me. Unakumbuka yule kijana ambaye nilikwambia alikuwa ametoka ushago akakuja, alafu ukiateka na mhost akitafuta kazi? That guy hakuwa anaelewa ni aje naishi peke yangu kwa nyumba kama hiyo bila wazazi ama bila mzee. You know, like there's just like stereotypes about ladies living alone, and so they thought that wangenichezea mimi kwa maana like they don't see like a guy coming around and things like that. Well, I used to have like guys come over, but sio kila wakati. And so since they didn't see like a mzee akikuja like kila usiku, they knew that this lady is probably single, ama maybe she's just alone most of the times. And so I would have nilikuwa an easy target.
And who knows, maybe after these guys would have like, you know, raped me. Cause let me ask you, where would someone try to access my house at night wakati ambao nimelala, if not to one, attack, or two, to grape me? Cause who else had like access to my house? Si niliambiwa kwamba hakuna a duplicate key. Yeah, so the only person that had access to iyo hao yenye nilikuwa naishi, it's either the previous tenant ama the current caretaker. And we've proven that caretaker ndo akona hiyo funguo. So meaning that these guys had been planning something against me na sikujua. Now let me tell you, so I started raising concerns, na sikusema kwamba huyu mtu najua kwamba ana access nyumba yangu. So nilianza tu ku raise concerns zenye nilikuwa najua nikisema huyu madam atakasirika ili anitoe. So what happened is nilianza ku complain kwanza kuhusu nyumba kukuwa na mold, which ilikuwa ukweli. Na hiyo ni kitu ambacho sikuwa nimeambiwa wakati ambao naingia kwa nyumba, which kama ningeambiwa, that is even like a health concern. Na pia nikaanza ku complain situation ya what is it called, ya maji na kelele, you know, like basically things that like a property owner cannot control, of which nilijua zitaleta shida sana. So nikaanza ku complain kuhusu vitu kama hizo, and then nikamuuliza, na by the way ulisema, okay, there was a time that, okay, nilimwambia si ulisema kwamba hakuna kizingine. Yeah, and then I didn't mention anything to do with that. So what I did was, nilimuulizaje, na how come huyu caretaker anakujanga kubisha mlango wakati ambao anajisikia? And then the feedback that I got, mind you, this was not in the contract that I signed wakati ambao nilikuwa naingia kwa hii nyumba. It wasn't listed there, cause mimi usoma everything to the very fine print, fine details. So huyo caretaker ambaye ni, oh God, Mungu nisaidia kwamba nisimchukie, nisimfanyie chochote, because he's just a human being, only that hanifurahishi mimi. Huyo caretaker alikuwa na guts za kuniambia when I approached him kuhusu hiyo story ya kujaribu kuza kwa nyumba yangu wakati wowote. Aliniambia kwamba mwenye hizi nyumba alimwambia kwamba anaweza access nyumba ya mtu yeyote wakati wowote anajisikia. Do you see how dangerous that is? And you see, for such a young man, atatake advantage of that statement. Atatake advantage ya hiyo statement na atakuja kwako wakati ambao anataka. But you see, I'm not that kind of a person. Mi siwezi tolerate hiyo ufala. So wakati ambao niliona hiyo footage, and then I started raising issues zenye landlady hangeweza ku control, like she didn't have control over. And also another confirmation, there was a guy neighbor ambaye nilikuwa nimebefriend kidogo, but sikuwa nataka like that kind of connection with that person. So nilikuwa nimebefriend kidogo cause we shared like similar interests, na kuna kitu ambacho alisema kikanikonfirmia kwamba the guy actually accesses my house. And to my surprise, what he said showed me that pia yeye ashawahi kuwa kwa nyumba yangu wakati ambao siko. So he made a comment na akasema something about the color of my seats. And also he mentioned, na pia ndo aliweza kuniambia kwamba ati hizi nyumba hazina like ziko na lock peke yake, kumaanisha kwamba mtu anaweza kuaccess kutoka nje. Na pia akamention rangi ya kiti changu na hadi vile nimeziweka. So you see, lakini siku raise concern ati sijui nionyeshe ati nimejua nini. No, sikusema kitu kama hiyo. So wakati ambao nilisikia kwamba okay, ati kwamba huyu caretaker anaweza kuaccess nyumba yangu wakati wowote, nilijua kwamba even if I raise a concern kuhusu the footage that I had, huyu madam angesema kwamba tutajuaje kwamba wakati ambao ulitoka kwenda dukani haukumpatia hili funguo ili akuje kwa nyumba yako. Keep in mind, hiyo nyumba haikuwa na CCTV cameras anywhere, just one, na haikuwa hata inaangalia hizi nyumba. Crazy.